mtazamaji, karibu hapa katika ukumbi wa Pavilion ambako hafla ya kufuzu kwa mahafali katika chuo kikuu cha Moi, hafla ya 47 imefanyika katika chuo hiki. Pamoja na wale waliohudhuria ni chancellor pamoja na naibu chancellor bwana Profesa Kotut. Ni hafla ambayo imeshirikisha wanafunzi takribani 1000 ambao wamekuwa wakifuzu hivi leo na vyeti mbalimbali. Na mtazamaji, namna unavyoona imehudhuriwa na watu wa aina mbalimbali, si wazazi, si wakufunzi, pamoja na wanafunzi ambao bado wako katika awamu ya masomo. Na ni hafla ambayo imefanyika muda mchache tu ama miezi michache baada ya ile ambayo ilifanyika mwezi wa Disemba. Ni kwa sababu wengi wanafunzi hawakufuzu kwa ile hafla ambayo ilifanyika Disemba. Hii ni kutokana na ukosefu wa alama na vile vile pia wengine kutokana na hitilafu ambazo zilikuwa zinakikumba chuo hiki za kifedha. Na hivyo basi, mpenzi mtazamaji, tunaungana na mwanahabari wetu John Ouma ambaye pia amekita kambi katika eneo hili la Pavilion Park chuoni Moi ili kukuletea matokeo namna yanavyojiri. John. Naam, swadata sana bwana Paulo Kunyo. Siku zote Waswahili husema kwamba ukiona vielea jua kuwa vimeundwa, na ndio hali halisi katika chuo hiki kikuu cha Moi, haswa katika uga huu wa Pavilion Grounds. Na ni siku ya siku kwa mahafali hawa wanaofuzu kutoka chuo hiki, ikiwa ni hafla ambayo ilifanyika, ni hafla ya pili ukilinganisha na ile ya kwanza ambayo ilifanyika mwezi wa Disemba mwaka jana. Na mpenzi mtazamaji, labda tu nikujuze kwamba umati ulioshuhudiwa katika hafla hii ni mchache mno ukilinganisha na umati ambao ulishuhudiwa katika hafla sawia na hii. Na kwa sasa acha tuungane naye mwanahabari wetu Benedict Ochieng ambaye amekita kambi katika uga huu, labda aweze kutueleza ni kipi kinachojiri kule aliko. Naam, kwako Benedict. Naam, asante sana John. Nami pia nimekita kambi katika uga huu wa Pavilion, mahala ambapo wale ambao walihitimu kupata shahada tofauti. Sasa hivi tunavyoona kwamba sherehe hiyo ni kama inafika tamati, na sherehe ambayo ilianza saa 2 asubuhi, na kwa sasa wale ambao walihitimu katika shahada tofauti kwa sasa wana furaha sana, kwani wanasema kwamba leo ni leo, sema kesho ni mwongo. Mpenzi msikilizaji, mpenzi mtazamaji, kama vile nilivyokuarifu ni kwamba hafla hii ambayo ilianza saa 2:30 kwa sasa imefika tamati, na kwa sasa ningependa tuende kwa mwenzangu Paul ambaye sasa atakuwa anatupa taarifa zaidi. Paul. Na basi mtazamaji, namna unavyofahamu ni kwamba hafla kama hizi huleta pamoja watu kutoka matabaka mbalimbali. Na hapa katika ukumbi huu pia kumeshuhudiwa wanabiashara ambao wamekusanyika hapa ili kuhakikisha kwamba shughuli za uchumi zinaendelea namna inavyofaa. Wengi watakuwa wanatoa maoni yao namna siku hii ilivyokuwa. Vile vile mpenzi mtazamaji, kumbuka ya kwamba kumekuwa na wanafunzi ambao bado wako katika awamu ya masomo, wale ambao wako katika mwaka wao wa kwanza, wa pili na wa tatu. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba chuo hiki kimekuwa kikipitia changamoto za kifedha ambazo zimesababisha hafla za masomo kukatizwa hapo katika mwaka uliopita. Na naibu chancellor bwana Profesa Kotut alipokuwa akizungumza katika hotuba yake alisema kwamba ni changamoto ambazo zimetatuliwa, na kuanzia hivi sasa wanafunzi watakuwa wakifuzu kwa wakati, alama zao zitakuwa zikipatikana kwa wakati, na wote basi watafurahia jitihada zao masomoni. Na kwa hivyo tutakuwa tunazungumza na baadhi ya wanafunzi katika chuo hiki ambao wako katika mwaka wao wa kwanza, wa pili na wa tatu, ili wakaweze kutueleza, je, wanachukulia vipi msimamo huu wa naibu chancellor. Basi hapa ni mmoja wa wanafunzi, labda tueleze anaitwa nani na kwa katika mwaka upi? Kwa majina ni Joseph Simiyu, second year in the School of Engineering. Naam, Joseph Simiyu, labda utueleze unahisi vipi kuhusu hafla mzima vile ilivyokuwa? Nashukuru sana kwa mipango ya hafla hii. The situation has been well because as you see the graduation has been done. This is the cohort that included those students who missed the last December's graduation, and the management has ensured that everything is in order by making sure that there is no issue of missing marks.
As you can see, they have graduated, they have made up their day, they have enjoyed, and as the progressing students, we are happy with this because as we are going to learn, we are going to make sure that we put in more effort, knowing that there will be no delays in terms of graduation. Kwa majina naitwa Simiyu Eric, I'm a second year. It has been a great event today. We also appreciate the timing that, as you see, it is so early in the morning. The event had already been planned. The shortest time have been done to ensure that there are those satisfaction of the families and students that had some issues in marks concerning other issues. So for us, we are the continuing students. We are so optimistic for our session such that there will be less issues to ensure that there is graduation on time, and also it is also an encouragement as we learn that we have an hopeful session to ensure that we graduate after our end of our course. Basi mpenzi mtazamaji, hayo yamekuwa maoni ya baadhi ya wanafunzi ambao bado wanaendelea na masomo katika chuo hiki. Sasa tunaungana moja kwa moja na mwanahabari wetu John Ouma ambaye atakuwa anazungumza na wale ambao wamefuzu, watupe maoni yao kuhusu namna hafla ilivyokuwa. Naam, safi sana bwana Powell. Kwa upande huu pia mimi nami nimeweza kujumuika na baadhi ya wale ambao wameweza kuhitimu kutoka chuo hiki kikuu cha Moi, na kwa sasa naungana naye na mmoja wa wanafunzi wa wale ambao wamehitimu. Labda aweze kutueleza, labda kwa kwanza anze kujitambulisha kwa majina yake. Thank you, asante sana. Kwa majina naitwa Ken Mwanzia. Natoka shule ya School of Arts and Information, School of Arts huko chini. Yeah. Sawa, bwana Ken, labda tueleze tu kwamba unajisi vipi kwa umehitimu kutoka chuo kikuu cha Moi? It's a good feeling. Mtu anafaa furahie juu ni achievement kubwa mtu amefanya. Ukiangalia back time when you dingia shule kutoka first year hadi sahi, actually it's not 4 years, ni kama 6 years hivi juu unajua venye tu Moi inakuanga. So kuna every reason like kufurahia. Yeah, it's such a big day. That's what pia mimi niko hapa. Na labda kwa wale wanafunzi ambao bado wanaendelea na masomo yao katika chuo hiki, unawasihi vipi ama unawapea ushauri upi? Watie bidii. The goal and the aim is always to graduate. Ujione hapa hivi pavilion. Yeah. Na lazima itanini. Destiny can only be delayed, cannot be denied. Yeah. Na labda kwa wazazi wako wameweza kushirikisha tangu jiunge na chuo hiki, labda unawaambia nini, labda maoni yako kwa wazazi wako? Ni vote of thanks ya wamekuwa na mimi. Wamenisupport both financially, mentally, psychologically, like a lot of things. Wao ndio wamekuwa, yeah, my big thank you. I'm giving them a big thank you to them. So wao ndio wamenifanya nikakuwa kwa sasa na nikaachieve this degree. Na shukrani sana bwana Ken. Na kwako bwana Powell, ni kwamba huyu ndo baadhi ya mwanafunzi ambaye nimeweza kuungana naye kwa sasa, na nitakuwa najumuika na labda mwanadada tuweze kupata maoni yake, labda safari yake katika chuo hiki kimekuwa vipi. My name is Lucy Nyambura Ngugi. I'm a happy graduate of Moi University, now an alumni, and I thank God for this far. That's all. Na labda kwa kawaida maisha ya mwanachuo huwa na changamoto mingi, labda wewe umepitia changamoto zipi katika msafara huu wa mwaka 4 katika chuo hiki? Yeah, of course challenges zimekuwa kuinama. Sometimes, yeah, we have been through challenges, of course. On my side, there have not been strikes during my session, and I'm happy about that. But the challenges that have been there, we've been able to overcome. Yeah. Na labda kwa wale wanafunzi ambao bado wanaendelea kuhitimu katika chuo hiki, labda wale wa mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu, na hata na wale wa mwaka wa 4, unawaambia vipi? Mtie bidii and you can do this. You've been chosen and yes, you can do it. If we have done it, you can also do it. Yeah. Na kwa safari hii unajua ni wazazi wako ambao wameweza kukutia moyo na kukusaidia kwa kila hali, labda unawaambia vipi? Nitawaambia asante sana mama na dad penye yako, asante sana, wamenishikilia, they have made this so easy. So nawaambia Mungu awabariki sana na endelee kuwalinda.
kwa huyu mtoto wangu. Kwa vile Mungu ameniwezesha, sio uwezo wangu lakini ni Mungu ameingilia, akatupa nguvu, tukaweza kumsindikiza na hata Mungu ametenda mema kwa ajili amembariki, ameshinda. Sifa zote nataka sirudizie Mungu kwa sababu ndio ameweza yao. Nimefurahi na nimeshukuru, niko na furaha nyingi sana. Amen. Na mpenzi mtazamaji, ndivyo hali ilivyo katika chuo hiki kikuu cha Moi, na kwangu, kwa upande wangu Bwana Powell, hivyo ndio hali ilivyo. Labda nikurejeshe kwa upande wako. Na basi mpenzi mtazamaji, limekuwa kundi la wanahabari wako watatu ambako tumekuwa tukikuletea habari hii ama hafla hii moja kwa moja kutoka ukumbi wa Pavilion hapa katika chuo kikuu cha Moi. Mimi ni Powell Okunyo, hapa mwenzangu, Na mimi ni mwanahabari wako John Ouma. Kando na John Ouma tunaye gwiji ambaye pia alikuwa akiungana nasi moja kwa moja. Nami najulikana kama Benedict Ochieng. Benedict Ochieng. Na yule ambaye amekuwa akichapa jitihada kuhakikisha kwamba hafla hii inakufikia kwa video, kwa picha, si mwingine bali mpiga picha wangu. Kwa majina ni Wayne Shirandula. Wayne Shirandula. Basi hivyo ndivyo tunavyofunga mtanange. Tuonane tena kwa hafla nyingine kama hii.